atakutendea. Bwana Yesu asifiwe. Ukamilishe urafiki wako na Mungu. Jiunganishe kwa dhabihu ya mwili wako na Yesu Kristo. Ukatae yale ya ulimwengu, ukatae mambo ya dunia hii. Yale unaona inakuzuia, pasia ambaye inakuzuia, ondoa, uangalie kule nje. Hallelujah. Amen. 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 Hiyo pasia, ondoa, uangalie kule ni nini kiko pale mbele. Watu wanasema kitambaa nyeusi, lakini ni kile kimezuia ndani ya roho yako kuona Mungu. Mungu yuko tu pale, anakungoja tu. Hakuna mahali Mungu huwa anasonga. Tumisha Mungu, hakuna mahali Mungu huenda. Hapo. Wewe unahangaika tu huko, magonjwa inakuhangaisha, shida inakuhangaisha. Wewe uko mbali na Mungu. Na ndio unaona mwanae wa pekee alitoa dhabihu ya mwili wake, damu ikatiririka msalabani. Hata leo hii kuna yale tunayopitia kwa sababu ya hiyo dhabihu, gharama tunagharimia, na usipovumilia hautaipokea. Kile unangoja kwake hautaipokea. Lazima uvumilie, umuite na unyenyekee. Uwe mwaminifu. Uwe kama mtoto kama huyu. Na ndio Yesu alitoa mfano, akaleta watoto miguuni mwake, akasema yeyote atakuja kuwa kama huyu mtoto, huyu ndiye ataona ufalme wa mbinguni. Ni kwa nini? Kwa sababu hata saa hii huyu mama anaweza chuna huyu mtoto au achune ule. Huyu mtoto atalia, kimbia aende pale. Wacha huyu atalia na atarudi kwa mama yake, na yeye ndiye amechuna yeye. Huyu atachuna na atakimbia ataenda pale. Atakaa kidogo, amesahau, amerudi tena kwa mama yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio mfano Yesu Kristo alitoa. Maana mtoto amekuwa kama mjinga, amekuwa mtu ambaye haelewi. Ndio unaona anarudi mpaka miguuni pa mama yake wala mzazi wake. Mzazi anakuja anasema, njoo mwanangu, usirudi tena kutenda yale uliyotenda. Naye Mungu wetu ni hivyo vile vile, yuko ndani yetu. Lazima tunyenyekee. Hallelujah. Amen. Lazima tunyenyekee. Lazima tushuke. Lazima tujiunganishe na yeye. Tuwe dhabihu iliyo bora, dhabihu inayopendeza Mungu. Ndio anasema toeni miili yenu iwe dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Hata ndio mara nyingi tunasema, unaweza kuja unasema, mimi ninaenda Tumaini Bible Church, nitakuwa mshirika mahali pale. Unapokuja unasema, hata nimeweka dhabihu kwa bahasha, niende nijiunganishe na haya madhabahu. Unaweka ile bahasha mahali hapa, na kuombea. Mimi ninapokuombea, kuna yale umetamka wewe mwenyewe, kasema, Mungu, haya madhabahu, maana ninaona Mungu akiwa ndani ya ile madhabahu. Haya madhabahu inibariki. Haya madhabahu ivunje laana, ivunje maurogi na uchawi yote. Maana umejiunganisha, ile dhabihu umetoa, umekuja ukajiunganisha na haya madhabahu. Kwa hivyo tayari wewe umepokea roho ya Mungu ambayo ni roho ya uhai. Ni ile roho iliyo mahali hapa. Na hiyo roho inakukomboa, inakomboa jamii yako, inakomboa shida zako, zile zote umepitia katika mateso ya hii dunia, kwa sababu Mungu yuko mahali pale kwa ile madhabahu. Hello. Hallelujah. Maana roho wa Mungu yuko mahali hapa. Umejitesa ili ujiunganishe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sio Pastor George, no. Ni
ndani yangu ambayo imewekwa mahali hapa. Nami ninakuja, nikitoka kule nimekuja, nakuja napiga magoti mahali hapa. Naambia Baba wa mbinguni, wale wote watakanyaga katika hii madhabahu, Mungu wangu badilisha maisha yao. Naitiza Roho wako ingie ndani yao. Ikiwa ni magonjwa Baba nazivunja. Ikiwa ni maagano yote ya dunia, yote nimeyamaliza Baba Jehova. Ni hata kama ni uchawi, iwe ni uganga, iwe ni nini, iwe ni laana za jamii, yote iondoke katika jina la Yesu Kristo. Na ninang'oa kila roho yote isirudi kunena ndani yake. Na Mungu anafungua na anakufungua na unakuwa tayari. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Nikata la babozae. Rianta la babozae. Kwa sababu Mungu yeye kila wakati Mungu wetu yuko pamoja nasi. Anakuangalia, anakuchunga. Jinsi kama huyu vile mama anachunga huyu mtoto. Huyu mtoto haelewi chochote. Hivyo ndivyo Mungu yupo na sisi siku ya leo. Halo. Tuko pamoja. Kwa hivyo tutoe miili yetu, tutoe roho zetu, tutoe nafsi yetu. Tuache mambo ya dunia. Tuache kujihangaisha na mambo ya dunia. Tujihangaishe na mambo ya mbinguni. Tujihangaishe na Roho wa Mungu. Tujiunganishe na ufalme wa mbinguni. Ndio tuitwa wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Washa mambo ya hii dunia. Washa maringo ya hii dunia. Maana itapita, dunia itaenda na mambo yake, lakini wewe utabaki na Mungu wako. Hata kama unapitia hali gani, lakini unajua uhusiano wako na Mungu, muko kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Muko kitu kimoja. Ni kama hizi pila za hii kanisa. Siko wapi? Kama hii ni pila, hii ni nguzo ambayo imeshikilia hii nyumba. Naye Mungu ni nguzo ndani yako, amekushikilia. Unapoenda kuanguka na kuamsha, unapoipitia njia isiyofaa, Mungu amekurudisha, amekuweka katika laini anayotaka. Amen. Kwa sababu anakubadilisha na anakuongoza kwa sababu ya utiifu wako na uoga wako ya kumwogopa na kumheshimu. Naye hata kuacha, hata kuaibisha. Na unapomuita anaitika. Hata kama utakaa mwezi, hata kama utakaa miezi miwili, Mungu atakuitika na atatengeneza njia zako. Maana Mungu hawezi kukupatia kile anakupa arudi akupokonya. Hawezi kukupokonya. Kile kitapokonya ni uhusiano wako na Mungu wako. Maana labda utakuja umefutiwa na mambo ya ulimwengu, unaenda kando na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen.